ujuzi fulani, ana uzuri fulani, ana mambo ambayo amekuwa ni miza kwako wewe, umetofautiana na yeye amekuwa ni mjuzi katika jambo fulani. Thibitishia watu umma wa Kiislamu fulani ana mambo ambayo mimi sina. Ndivyo alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nitatoa mifano mbalimbali inayoonyesha Muhammad bin Abdullah, Mtume sallallahu alayhi wasallam, namna alivyokuwa akithibitisha mazuri ya wenzake, akithibitisha uzuri na mambo ya kheri waliokuwa nayo masahaba zake. Na hivi ndivyo tunavyotakiwa tuishi ayuha muslim. Mfano wa kwanza unaonyesha ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakiri na anakubali uwezo wa watu wengine bila kujali nafasi yake ni ipi, bila kujali kwamba yeye ni mtume, lakini pamoja na hivyo alikuwa anakubali fulani na fulani wana mazuri haya na haya, na anayethibitisha katika umma wa Kiislamu. Kukiri na kukubali fadhila za watu wengine, kukubali yale yote ambayo mwenzako amekuzidi, lazima uonyeshe kwamba fulani amenizidi katika mambo fulani. Ndugu Waislamu, katika mambo ambayo hivi sasa katika umma wa Muhammad fulani hathibitishi mazuri ya fulani, fulani hathibitishi uwezo wa mtu fulani, fulani hathibitishi ujuzi wa mtu fulani, na wanaishi nyumba moja au wanafanya kazi katika msikiti mmoja, harakati zao ni moja, lakini kila mmoja hakubali mazuri ya mwenzake, kila mmoja hathibitishi uwepo wa ndugu yake Muislamu katika nyanja mbalimbali. Mfano wa kwanza, lamma raa sahabia, alipomuona sahaba mmoja, kwa sababu ndiyo sera yake, anawafahamu masahaba zake, anawafahamu watu wake, yale mazuri walionayo anayejua, alimwambia moja katika masahaba, al-Ashaj Abdul Qais wa huwa Abu al-Mundhir au al-Mundhir radiyallahu ta'ala, anamwambia inna fika khaslatayn yuhibbuhum Allah, hakika wewe sahaba una mambo mawili, mambo ambayo Allah anayapenda sana. Mambo hayo ni alhilma walalat. Alikuwa na tabia ya akili iliyokuwa yenye kutafakari mambo ya kheri, lakini pia alikuwa na tathabat, alikuwa hafanyi jambo lolote isipokuwa mpaka alichunguze na hafanyi kwa haraka. Mtume alikuwa anakubali kuthibitisha uwezo wa watu wengine, qudrati nas, maharati nas, na hivi ndivyo walivyoishi yeye na masahaba zake katika suala zima la adhana. Walikaa shura wakajadiliana muda mrefu, tufanyaje ili tujue wakati wa sala umefika. Wako waliostangia wakasema nushilu nara, tuwashe moto. Wengine wasema nadribul buka, tupige gitaa fulani. Wengine wasema nadribul naqusa, tupige kengele. Mwisho wa siku hakuna rai aliyokubali Mtume Muhammad. Fadhahaba Abdullah ibn Zaid na masahaba wengine wakaondoka, lakini usiku akaota ndoto ya kwamba nimeota adhana pamoja na iqama. Asubuhi anakwenda kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, raaitu ru'yatan, nimeona ndoto fulani. Mtume akasema innaha la ru'ya haqqun, hii ndoto uliona ni ya kweli kabisa, lakini pamoja na wewe ndio umeota usiku. Falaqin Bilal, mtamkishe Bilal, mfundishe Bilal, mwelekeze Bilal. Kwa nini Bilal? Fa innahu anda sautan mink. Ndivyo tunavyotakiwa tuishi katika zama hizi.